mbingu katika utukufu. It is because we aspire to live this world in a godly way. Tunafaa kuishi katika hii dunia na njia ya kiungu. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lipewe sifa. I'm speaking about believers who are living a godly way. Ninaongea kuhusu Wakristo ambao wanaishi njia ya kiungu. Because today some Christians are living like they own their own. Ni kwa sababu siku hizi Wakristo wanaishi ni kama ni wao wenyewe. They own their own. Ni kama ni wangu wenyewe. They live as if God has forgotten that one day he will take people to heaven. Wanaishi ni kana kwamba wamesahau ya kwamba Mungu siku moja atachukua watu kwenda mbinguni. Are you among them? Je, wewe ni kati yao? Has the Lord been reminding you? Je, Bwana amekuwa akikukumbusha? Has the word of the Lord been reminding you? Je, neno la Bwana limekuwa likikukumbusha? That heaven and earth shall pass away, ya kwamba mbingu na dunia zitapita, but the word of the Lord shall remain firm. Lakini neno la Mungu litabakia vile. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lipewe sifa. Are we getting? Je, tunapata? Yes, and everything you see here, na kila kitu unacho hapa, it shall pass. Itapita. The beauty you see people competing in, urembo ambao unaona watu waking'ang'ania na kubishana kwake. have you forgotten? Je, umesahau? In the book of Genesis, katika kitabu cha Mwanzo, it is recorded imeandikwa that there were beautiful girls who made the angels to fall. Kuna wasichana ambao walikuwa warembo zaidi walifanya malaika waanguke. Praise the name of the Lord. Jina lake Bwana lipewe sifa. So if it is the challenges that we are facing, kama ni changamoto ambazo tunakumbana nazo, imagine there is nothing that you can tell God that ya kwamba unajua Mungu nini, I did this because I was so careless, I was so and so. No. Jua ya kwamba hakuna kitu utaweza kumwambia Mungu eti unajua hii ni ilikuwa hivi, nilikuwa fulani. Number 2, we must recognize the position of the word of God in our life. Kitu cha pili, lazima tujue sehemu ya neno la Mungu katika maisha yetu. What is the position of the word of God in your life? Sehemu ya neno la Mungu katika maisha yako ni gani? Because if the word of God does not have a position in your life, kwa sababu kama neno la Mungu haina sehemu kwa maisha yako, then there are certain things that have taken position in your heart. Kuna mambo katika maisha yako imechukua nafasi katika maisha yako. Because the word of God is the life of Christ. Kwa sababu neno la Mungu ndio uzima wa Mungu. The word of God is the light. Ndio nuru ya Mungu. And if it has not taken a position in my life, na kama haijachukulia nafasi maishani mwako, then how are you going to live this world? Utaishi namna gani katika hii dunia? The world is full of darkness. Dunia ambayo imejaa giza. And you know, na unajua, the currency of the world, the currency which the world is using, ile pesa ambayo dunia inatumia, ama mtindo wa dunia, asilimia ambayo dunia inatumia, they think that immorality is the fashion. Inafikiria ya kwamba usharati ndio nafasi. They think that owning more property and wealth is the fashion. Inafikiria kuwa na mali mingi ndio fashion ya kuishi. But there is a position of the word of God. Lakini kuna sehemu ya neno la Mungu katika maisha. If you have a position of the word of God in your marriage, kama uko na sehemu ya Mungu katika ndoa yako, if the word of God has taken position in your youthhood, kama neno la Mungu limechukua nafasi katika sehemu yako ya ujana, if the word of God has taken shape in your motherhood, kama neno la Mungu limechukua nafasi katika ulenzi wako kama mama, then you are living according to the desires and the will of God. Basi unaishi kulingana na mahusia na matendo ya Mungu. Because at some time you look at the life of Noah, wakati mwingine ukiangalia katika maisha ya Nuhu, and you realize that doing the will of God is not a simple thing. Na unaelewa ya kwamba kufanya mapenzi ya Mungu sio kitu rahisi. Because kwa sababu if someone has just come and say prepare the way, and people they don't want to prepare, kama mtu amekuja na kuja kusema andaeni njia na mtu hataki kuandaa, and you find that Noah, na unapata ya kwamba Nuhu, we can call him he himself is a prophet. Tunaweza muita yeye mwenyewe ni nabii. He himself is a pastor. Yeye mwenyewe ni mchungaji. He himself is a father. Yeye mwenyewe ni mzazi, ni baba. He himself is a husband. Yeye mwenyewe ni mume wa mtu. But Noah lived a righteous and led his household to a righteous destiny. Lakini Nuhu aliishi maisha ya uhaki na akaelekeza familia yake katika uhaki. Katika hatima yenye uhaki. Katika hatima ya uhaki. He never left them kwa mataa. Hakuwaacha nyuma. But he led them to the real destiny. Lakini aliwapeleka katika hatima. What about you and me? Na je, kuhusu wewe na mimi? Are we focusing to the destiny? Je, tunatazamia hatima? Or we have gotten tired of salvation? Ama tumechoka na wokovu? You have gotten tired
word of God. ama umechoka na neno la Mungu. You know, sometimes you look at the life of the Christians, the Christianity itself. Wakati mwingine unaangalia maisha ya Ukristo na Ukristo wenyewe. And I normally sometimes say that Christianity is the most relevant religion on earth. Na ninasema za zingine Ukristo ndio dini ile mbaya sana hapa duniani. It has a lot of controversy. Iko na mambo ya mchanganyiko mingi. It is the only religion that Christ died and resurrected. Ndio dini peke yake ambayo Yesu aliwakufia na kufufuka. It is the only religion that we will be